Setiaraini agitha mako awagithirudua biakane atuona atwinawe atuiria njuragia twita inotea kamwiraga ni we mwendwa wakwa nditagiriro rikia guthoma nituthie tugake mucie gwitu cio makwirire ni muheju mamenye niwe ndarathindirwo Samido arumemeriro ni arumani mwanake ucio ni agungiire wara riria ndamwirire ritwa riaku kenire na ngiona ti kawaida famili yakwa ni anyonirie Ebu peperusha hiyo bendera, peperusha hiyo bendera, peperusha hiyo bendera. Naomba nikisema Azimio unijibu inawezekana. Azimio. Kiambu Azimio. Kiambu Azimio. Ni nani rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Sema tena. Ongeza sauti. Asanteni sana wananchi wapendwa. Mheshimiwa Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Injinia Daktari Raila Amolo Odinga, nimeombwa kwa heshima na kamati ya andalizi, kwa kuwa watu wa Kiambu ni watu wanaomcha Mungu, tumualike mtumishi wa Mungu Reverend Jane Geshoki kutoka Juja aweze kutufungulia mkutano huu kwa maombi, kisha tuweze kuendelea. Na ningeomba popote ulipo mwananchi mtukufu, sasa uwe mtulivu, tuvue kofia zetu kwa heshima yake Mwenyezi Mungu, tusimame kwa miguu yetu na tumruhusu mtumishi wa Mungu kutuweka mbele zake. Mungu aishie milele. Asante sana Mheshimiwa Peter Kenneth kwa uelekezi huo. Reverend Jane Geshoki, karibu utuweke mbele zake Mwenyezi Mungu. God is good and all the time. Naomba tunyamaze kwa heshima za Mwenyezi Mungu, tuweze kuomba katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twaja mbele zako adhuhuri ya leo. Tunakuheshimu, tunakuabudu sababu wewe ni Mungu. Asante Jehova kwa siku njema ambayo umetuandalia. Tunakushukuru Jehova kwa ubali huu ambao umetuleta. Asante Jehova Jire, sababu siku ya leo tangu mbingu na nchi ziibwe ulijua.
tutakuwa mahali hapa wakati kama huu. Tunaikabidhi siku ya leo mikononi mwako Bwana. Tunapoanza kuendelea Jehova, tuwakabidhi kila mtu ambaye atazungumza mahali hapa mikononi mwako Mungu wa rehema. Jehova Shama, tunaomba katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu wa Mungu awe pamoja nasi. Anza nasi siku ya leo, tutapofika mwisho wa siku ya leo Bwana, ushukuru wote tutakushuhudia Bwana. Tuwakabidhi ibada ya siku ya leo mikononi mwako ewe Mwenyezi Mungu. Anza nasi Bwana na umalizie nasi. Tuwakabidhi viongozi wote mikononi mwako Bwana. Yale yote Bwana watazungumza, yote Bwana ikaweze kutokana na kwako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Asante mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki. Kiambu. 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 Yote ni jeshi ya Baba. Yote ni jeshi ya Baba. Hebu nipeperushie bendera ya Azimio, ya Azimio, ya Azimio. Basi niombe nimualike kijana wa nyumbani Ben Gedhae, ambaye atatualikia wasanii watakao tutumbuiza, wakiwa ni wasanii ambao wametembea nasi safari ya Azimio. Karibu sana chairman. Asante sana. Azimio Azimio Baba Baba Madhakarua Madhakarua Gavana Nyoro Ndemo harairie Tothie na berarege Baba, wale wasanii ambao ninakuletea, hata wakati hungetaja Azimio kitambo, wote walikuwa wamesimama na wao na wewe, mpaka wakapigania skiza na wewe ukawapatia skiza, na wao ni Samido. Wapi duri ya Samido? Wapi duri ya Regina? Wapi duri ya Kegia wa Esther? Wapi duri ya Sir James? DJ fanya kama wewe. Wapi duri ya Samido ndani ya nyumba? Karibu Samido, karibu Samido. Aya, Samido lazima zina baba. Baba lazima dance na Samido. Inalike mudiro ine aone ale dusiro bogo amo elidia gandangi kigiria nikaguneka amo elidia gandangi kigiria nikaguneka ekaguke mokono nagikuone igire onanyo gidegeteire okanima idawa agutuba tubio naguteire netio naki awendo amamide ende wasoka musi awendo amamide ende wasoka musi. Regina karibia na Kegia. Yegi ukemu edwae Ona tagotua ore hageria Udo amwele digo kega dali ya sama akire kyo Inazaka Wapi duri ya Regina? Dia huyo. Hoyo newe Nane kate Agatiwe Awa Watulungu Aja Oh akage kakuana Hoyo newe
Kegia wa Esther. Kegia. Haya toine. Wapi duru ya baba? Tumana. Kare vituleke. Ora toiria no kere unieteithie. Euneiviru. Ondo ariganirwa. Ondo ariganirwa. Ani. Gashura. Kane. De marakara. Kawande inya ikia gutandika. Inya ogude ujavimore Ruto. Inya ogude ujavimore. Ani. Haya Sir James. Asante. Haya. Mutu ngwenda kuhariria. Utoria yuria umaga na thĩinĩ. Oya guoko kũmwe igũrũ. Tũthiĩ. Apeke. Kelele ya baba. Hapo. Ino thĩndĩ kwenda mũndũ. Korwo Jesu ndeyũmirie. Amenya kũrĩa ciarĩtwo. Hapo. Weka mikono juu. Twende. Ate. Ndiramoigua. Asante sana. Haya. Kuna request ya mama wetu Martha Karua. Samido aimbe rĩrĩa warĩ mũnini ũgĩthoma. Hiyo ni request ya mama wetu Samido. Haraka. Hiyo ni request ya mama Martha Karua. Haya. Samido. Haya. Azimio. Samido ndani ya nyumba on request of mama wetu. Mama munini ogethoma ni waendereirio ni gathiaka. Wanda yake agicenjia raini agithama kwa agithie rũndua. Thiaka nĩ atuonaga twĩ nawe atũiga tũragia twĩta inotia. Tũmwĩraga nĩwe mwendwa wakwa gĩtagĩrĩro rĩngĩ gũthoma. Tũthiĩ tũgake mũciĩ witũ acio magwĩrire nĩ mũhĩnju mamenye nĩwe ndathimĩirwo. Samido. Inua mikono juu kila mtu. Kegosho. Peperu hivi. Hey. Nema haya. Todo
Wapi 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 wapi? Wapi kelele ya baba? Nionyeshe mkono wa baba. Wapi twende? Nilipoiarao. Mike kamrao. Nasikia kamrao. Wapi vijana? Tuko nao. Twende. Nilipoiarao. Ati nini? Kamrao. Nasikia kamrao. Mbinu ya mkambo ingilia kuna jambo. Wahenga walitwambia kitambo. Naoni imepulizwa na daso. Na kura tunapigia kwambo. Mbinu ya mkambo ingilia kuna jambo. Wahenga walitwambia kitambo. Naoni imepulizwa na daso. Na kura tunapigia kwambo. Tuko nao. Ati nilipogia nao. Bogia nani? Kamrao. Nasikia kamrao. Twende. Tuko nao. Nilipogia nao. Twende kazi. Kamrao. Ati nasikia kamrao. Twende kazi. Tuko nao. Nilipogia nao. Bogia nani? Kamrao. Taivye Euneidhiru Ondo ariganirwa Ondo ariganirwa Gani Gashura Kwa nini haukuimba leo? Basi naomba sisi tuliobeba bango tuweke chini. Wale mlio pembeni kule, kwa usalama wenyu na vile vile kuona baba vizuri, ningeomba maafisa wa usalama muwaruhusu wazalendo hao waingie ndani ya uwanja waweze kuonana na baba ana kwa ana. Niombe hiyo kwa heshima sana. Asante. Basi kwa heshima na taadhima kuu bila kupoteza wakati, nimwalike Mheshimiwa Peter Kenneth ambaye atatuongoza kwa kipindi kinachofuata cha ratiba. Hebu niwekee mikono hewani ya kumkaribisha Mheshimiwa Peter Kenneth. Murada Koina. Murada Koina. Kanya Kenywa. Namadhe haha. Deodege. Okai. Wacha hawa mama waingie. Tafadhali. Kenya Kenywa muindera kamwende guo. Kai. Wapatie mic.
sawa kina mama netomahurire ruhi ni wega muno wa maitu. Asante sana. Haya, security officers, tunawaomba mfungue milango. Kuna watu wako nje na wanataka kuingia, tafadhalini wafungulieni. Sivyo? Kiabu yothe onekane. Si namna hiyo? Tafadhalini milango ifunguliwe. Tafadhalini, na security officer in charge, angalieni hiyo milango ifunguliwe tafadhali. Tafadhali. Kiambu! Kiambu oye! Kiambu oye! Mumefurahi kuona baba na mama? Mumefurahi kuona baba na mama? Nione jeshi ya baba na mama. Jeshi ya baba na mama, jeshi ya baba na mama. Haune hotore. Haune hotore. Ha baba na mama. Haune hotore. Tue hamwe. Tue hamwe. Tuko sawa. Kabisa. Niwaambia tumetoka Thika, tumetoka Kirinyaga leo, na kila mtu anasema tarehe 9 rais ni Raila Amolo Odinga. Ya pili, wamekasirika kwa sababu ya mtoto wa hapa Kiambu ambaye ni rais na ambaye anatusiwa kila wakati na hawa watu. Nyinyi mumekasirika? Mumekasirika? Mutawaonyesha ni vibaya kutukana rais. Na mokamoni ya neo ruko ruma Uhuru. Tanyonia ino mokamoni ya mweri keda. Ya tatu, manake nataka kupeana kwa viongozi wa hapa. Ya tatu, watu wetu, tumezunguka hii nchi. Mkoa wa Pwani, ngome ya baba. Ukambani, ngome ya baba. Kanairo hapa Nairobi, ngome ya baba. Northeastern, ngome ya baba. Wamasai, ngome ya baba. Waturukana, ngome ya baba. Western Province, ngome ya baba. Nyanza, na hapa Kiambu, na hapa Kiambu, Damodhaitha, rais wa gatano ni Raila Amolo Odinga. Na motigetekere kuhenio mukorwo mweja. Sasa musipelekwa upinzani na wale watu wa udaku, wale watu wa kuropokwa, wale watu wenye maongo. Tuko pamoja? Toe hamwe. Nemoraigua. Nemoraigua. Hii team iko na sera. Baba ako na sera. Yule alienda debate peke yake, mulisikia sera yoyote? Ni uongo tu wa kutukana baba na Uhuru, si ndio? Kama hiyo ndio sera yake, Rais Uhuru akienda retire tarehe 9, hata yeye tunatuma retire, waende pamo. Waende pamo. Waende pamo. Haya. Tuko na viongozi wengi. Tuko na viongozi wengi wa Kiambu wako hapa, na tuko na wale marafiki ya mzee ambaye waliandamana naye. Na wengine na waona, tuko na engineer Joshua Toro yuko pale. Tuko na chairman Manyeki wa disability, chairman wa people with disabilities. Na mheshimiwa wa Homa Bay. Ya. Tuko na Kamau wa Raila. Tuko na Benedict Wangoi. Tuko na Babu Owino. Nekwaria thaa icio ingi. Haya. Sawa. Tuko na mheshimiwa Tuju. Tuko na mheshimiwa Mukisa Kitui. Tuko na mheshimiwa Shabal. Tuko na waziri wetu Peter Munya. Omothe no muhaka mutu ogwethe munye haha. Na aria mahithete athia manyite rucio.
Sasa tuko na mheshimiwa wenu ambaye ni Bwana Jude Jomo. Tuko na Esther Gadhogo. Tuko na weka taya mwenyewe Ruben Dolo, weka taya. Tuko na Jona wa kule Rali. Tuko na Gakuyo wa huko Thika. Tuko na chairman wa Chamber of Commerce Bwana Ngatia. Tuko na ule wa kuko Starehe Francis Mwangi. Tuko na mama anasimama kule Limuru. Haya, naona wengine nitakumbushwa. Kwa hayo, ndio toto warane neguo. Twabe twaririo ni andu agoko tuonanio nao neguo. Nimekogwetwo, othe nimekwirwo. Na tunatarajia gavana wa Kiambu, gavana Nyoro anakuja. Wako na rais sasa. Kwa hivyo, kwa nafasi hii, moja tekelie, nimekogwetwo thene Jude Jomo, niyeko magweta. Mheshimiwa wa hapa, Jude Jomo, tafadhali. Haya. Wana Kiambu mpo? Wana Kiambu mpo? Mpo wana Kiambu? Jubilee! Azimio! Mumefurahi kuona baba? Mumefurahi kuona mama? Tuwakaribishe. Munawahakikishia kura zote ni za baba na mama. Ebu waonyeshe kwa mkono, Asante sana. Sasa nataka kuwaintroduce MCAs ambao ni aspirants wa hapa. Wale wako karibu, tafadhali simameni. Pale mwisho tuna Josephat Waite. Tuna Gabriel hapo. Tuna Felix Jenga. Na tuna Kirago Bosi wa kule Tinganga. Hawa wengine wamesimama ni aspirants from different wards in Kiambu County ambao wamesimama na chama cha Jubilee au wamesimama na coalition ya Azimio. Tuna aspirants wengine ambao hakuwa introduced. Tuna mheshimiwa Gakuyo kutoka kule Thika. Tuna mheshimiwa Mwethi kutoka Kabete. Wale wengine wako wapi? Tuna mheshimiwa Ngoi ambaye ni wa hapa, my ward competitor. Tuna mheshimiwa Alois kutoka kule Juja. Nani mwingine sioni? Haya. Tuna aspirants mwingine. Kuna aspirant wetu wa ODM wako pale. Majina sina hiyo majina utaniletea. Tafadhali. So asante sana. Pia nataka kuintroduce chairman wetu wa Jubilee hapa Kiambu, Bwana Gene Getuko. Asante sana. Azimio Azimio! Ebu niambieni, hii ni ile mlima tuliambiwa baba hawezi. Ni ile mlima. Amepanda au hajapanda? Amepanda au hajapanda? Mutasukuma yeye afike mpaka juu. Mutasukuma yeye. Na pia mutasupport mother. Mother ni mama yetu. Tunamkaribisha. Haya, nataka kutuma apologies our governor. Ako kwa presidential function kule Deia, lakini ako kwa njia atafika kabla hatujamaliza hii ceremony. Kuna Dama ndiye aspirant wa Jubilee kule Kiambaa. Karibu sana Dama. Karibu sana. Asante sana. So, nilikuwa natoa apologies za governor wetu, lakini nawahakikishia baba na mother kuwa kura zetu. Karibu sana Mheshimiwa Joho. Tukaribishe Mheshimiwa Joho kwa furaha. Karibu sana.
Haya, tumefurahi sana, tumepata mgeni Mheshimiwa Joe. Mumemkaribisha. Hebu niambieni watu wa Kiambu, mutachagua baba? Mutamchagua? Mutachagua Martha? Hebu tuonyeshe kwa mkono. Hii ndio mambo inafanya wale competitors wetu washikwe na makasiriko na waanze kututusi. Ati juzi wamesema ati kuna plot ya kuwaua. Nani yako na haja na wao? Walianguka zamani. Walianguka kitambo. Kwa sababu serikali ya Kenya kuja September this year itakuwa ni serikali ya Raila Amolo Odinga. Serikali ile tunaunda itakuwa ni serikali ya Azimio. Azimio la umoja ile itatushikanisha sisi kama Wakenya tukue kitu kimoja. Nembo kwa natuwekea uwadwa ito. Nembo kwa natokana kashirakau. Tokana kashirakau. Haya, asanti sana. Mungu awabariki. Sasa kama kuna aspirants wa MP ambayo Dama, wapi hiyo majina? Kama kuna aspirants ambao sija introduce. Haya, kuja. Haya. Mheshimiwa Esther Gathogo, sikuwa nimemention jina yako. Mheshimiwa Esther Gathogo ni huyo, kuja Shiro. Huyu naye ni mheshimiwa anasimama kule Remuru na chama ya NAK. Anaitwa Mheshimiwa Wanjiro. Haya, huyo Lydia Njeri Ndong'o amesimama women rep hapa Kiambu na chama ya ODM. Haya, hapa tuna candidate mwingine wa Margaret, Mheshimiwa Margaret naye amesimama, is my worst opponent hapa Kiambu na amesimama na chama ya ODM. Haya, naye huyu ni Naomi Wanjiko amesimama kule Rari na chama ya ODM. Haya. Haya, Engineer Mbothe hapa naye pia amesimama kule Roiro kama member of parliament na chama ya ODM. Haya, naye huyu ndiye chairman wa Kiambu County wa chama cha ODM. Haya, huyu naye anaitwa Bwana Jane amesimama kule Githunguri na chama cha PNU ambayo pia iko kwa Azimio la Umoja. Haya. So baba, tunataka kukuhakikishia kuwa watu wa Kiambu wako nyuma yako na tutakupatia support vilivyo. Nataka kuita Mheshimiwa Jona Mboro wa kule Rari akuje aseme jina lake. Tukaribishe Mheshimiwa Jona. Kiambu oye! Kiambu oye! Kiambu oye! Baba na mama, tunawakaribisha sana hapa Kiambu na tumefurahi sana. Tulikuwa tunaambiwa watu wa Kiambu waweze kuja mkutano Kirigiti. Kwanza tushukuru Mheshimiwa Rais wetu. Ametujengea kiwanja maana sana hapa. Tupigeni Uhuru makofi. Makofi ya Uhuru, makofi ya Uhuru, makofi ya Uhuru, makofi ya Uhuru. Baba, hapa Kiambu tuko na miradi mingi ambao Mheshimiwa Uhuru Rais wetu ameanzisha. Tunamuomba baba hiyo miradi yote imalizike tafadhali. Na tutamuunga mkono tarehe 9 mwezi wa 9 tokaumera dhuraku ando ito. Kanati guo? Tokaumera dhuraku ando ito. Kanati guo? Kiambu oye! Kiambu oye! Asante baba na mama kwa kuja hapa kwetu Kiambu. Mungu awabariki. Mheshimiwa Martha Karua, tunashukuru sana kuwa umekuja hapa kwetu. Karibu sana. Nakumbuka ulitutembelea juzi na tulifurahi sana. Na tutaendelea kujua ya kuwa wewe ndiye mama yetu kama watu wa Kenya. Karibu sana. Na hapa kuna candidate wako, wacha akuje aseme jina yako. Karibu Bwana Ng'oi. Usikuseme jina yako. Haya, karibisha Bwana Ng'oi. Azimio Azimio tarehe 9 mnajua ni mambo gani?
Ni State House. Haraka sana. Sawa. Na leo baba iko kitu atasema leo kuhusu mimi na Mheshimiwa Jomo. Mkisema twende na baba Nairobi, twende na baba wapi? Baba nikikubalia tutaenda na yeye wapi? Tuacha yote endelea sasa hii. Okay, asante sana. Sasa mimi nataka kumalizia baba. Na ninamalizia kusema kuwa kura zetu tutakupatia wewe. Tuko katika chama ya Jubilee ambayo iko kwa Azimio na tutakaa tukiwa pamoja for a better country, for better leadership. Neguo kati wadwa ito. Tatuonie yatene mugathura baba na mama. Tatuonie yoguo. Enie mugathura. Niene mugathura. God bless you. Kiambu oye! Eneke! Kareke! Kiambu oye! Kiambu oye! Sasa mimi nataka goja kwanza, weka hiyo mabango chini. Okay. Aya, weka hiyo mabango chini tafadhali. Weka hiyo mabango chini. Si tumekuja hapa juu ya baba na mama. Ithe motio kire ni odo wa baba na mama. Neda mwera mokwa bakwarerio ne agoko. Toshoke twarerio ne ageni aito. Ageteo. Toshoke twarerio ne aciage mwetereire. Sasa. Leo ndrenda mwiharerie. Kahinda ni gaka. Na ndrenda mumenyere kuona your next deputy president Mama Martha Wangare Karua. Mohorere iduru wake. Piga nduru ya Mama Martha. Piga nduru ya Mama Martha. Kiambu oye. Kiambu oye. Murega andu a Kiambu. Mukwenda ndimwaririe Kithweri kana Gigicugu. Mukwenda Gigicugu. Nikyo ngwamba kumwariria. Wa mbere ndimucokerie ngatho ni guka na njira njega uguo ndirona mukite mugoka wega biu. Rere ne binda ria kabinde meruka ati ne binda ria ndui no cio ndiraigua akiuga kahinde na ndamwira kabinde meruka. Andu aitu twoka tucire turugame twi kindu kimwe tutigeite tukionoria ni tukunyitanira ati tugege kura ciothe mweri kenda ni cia baba na Martha. Baba na tucoke tumenya atiriri mucera na mukundu akundu kagotake kwoguo akorwo kwina andu guku Kiambu mararugama na ndurika irathi ikirumanaga na barabara igaturumira nginya mutongoria wa bururi na mundu aruga arenda giturua kiu kina mutongoria wakiagithia giturua kiu kiene ucoke uge nikio urenda no tubote gugutake serious acio ti andu ega. Ndenda kumwira atiriri akorwo wi munini wa mundu utuike munini wake ati gutina thukuru ingikorwo na headmaster. Headmaster ni umwe na deputy na wenda gutuika headmaster muthenya umwe wambe utuike deputy mwega. Tumekubaliana? Nani hapa kama mzazi unaambia mtoto wako awe jabasi ya kutusi kila mtu? Nani anaambia mtoto wake asome kesho awe mwizi mkuu? Na kwa nini tutake kuwachagua watu wako na tabia ile wewe haujataka mtoto wako afuate? Watu wetu, nataka kusema kitu moja. Tumo hatarini kubwa. Tukichaguana kwa njia isiyofaa, tutaanguka kwa shimo na hatutaweza kujitoa kwa rahisi. Kuanguka ni rahisi, lakini kutoka. Hii nchi yetu imejengwa kwa miaka mingi na tunaendelea na kujenga, lakini tukibomoa, kusimamisha tena itakuwa kitu
tutapata hasara. Ukiona mtu anatembea na hasira kubwa, karibu alipuke. Mswahili anasema hasira ni nini? Ndakwira wathura wena mundu wena maruru matare mararikira egutugera ngero mutigetikia. Mumesikia? Kwa hivyo tuingie kwa kila nyumba, kwa kila kijiji, utafute ukoo wako, kila mtu, kanini na kanene, kura zote tuweke kwa baba na tuokoe nchi yetu. Kura ya mwaka huu usione kama baba, tutulie kidogo. Tuweke mabango chini tafadhali. Asante kwa mabango ya kufana, lakini tuweke chini. Sasa nasema hii kura unajiokoa uchumi wa nchi na uchumi wako wewe mwenyewe. Unajiokoa upate huduma nzuri ya matibabu. Unajiokoa upate masomo kwa watoto wako. Unajiokoa usilale njaa. Ukipiga kura kwa watu ambao hawana heshima kwa Wakenya, hawataheshimu mali yako, watakupora na utaendelea kulala njaa, kukosa matibabu, na watoto kukosa elimu, na vijana wetu kukosa nini? Kazi. Vijana mpo? Vijana mpo? Tadora iwega. Ukiniona uone madhe wa vijana wote. Mama hawezi choka na boma lake. Mama hawezi choka na vijana wake. Mama hawezi choka na kila mtu kwa boma. Kwa hivyo tunasema mahali unaona mama, ujue mambo yako kama kijana itakumbukwa. Wazee mkumbuke, wa mama ndio wanamchunga. Ukiona mama furahi, ujue mambo ya wazee pia imepangwa. Wa mama, mkiona mama mwenzenu, munaweza sahaulika kweli? Watoto hawatasahulika pia, walemavu, wenye nguvu, kila mtu kwa nyumba. Ukiona baba the fifth amechagua mama kuwa mgombea mwenza, huyu ni rais wa kuleta nyumba yote pamoja, kuleta Wakenya wote pamoja, na kila mtu pamoja. Atumio na netukire twakubibiria gitege kiora twakubireria. Nemurera baba ni ekete wega. Asuange kide materatwera tweterera rucio. Netogwetera rucio. Tuchukue ile tumepewa, na tumepewa ndani ya urais. A deputy president is an office in the presidency. Na hiyo ni heshima kwa wamama wote wa Kenya. Mimi nawauliza, tuchague rais atakaeleta heshima katika nchi yetu. Mtu anaenda akitusi kila mtu hadharani, amebomoa heshima ya nchi yetu. Na mundu akorwe murakaru, tumwitikirie marakara meki atia? Na andu aitu hehe ndiraigua amukiuga ati eguthurwo tondu ni ereirwo 10 yangu 10 yako. Andu a siasa tuturagio ni kwirirwo. Ni mwetwe 2013 ni ndamwititie na mukinjirira. Ni ndakionire. Twiragirwo ithuothe no kinengagirwo mundu uyu akorwo ni wereirwo ndugieterere ihinda ria Ngai. Ona tanie githe ndirare na kuria Kirinyaga ndiretwo. Riri ni ihinda ria Mwathani. Kwoguo mundu eterere ihinda ria Mwathani riki atia? Na ndungithurwo ni kurakara. Akorwo we murakaru, tukupatie nafasi hiyo hasira ifanye nini? Jambo la mwisho, kazi yetu tutapambana na ufisadi vilivyo. Sababu pesa yenu yote ikiporwa, hamtaweza kupatiwa huduma yoyote. Matibabu inahitaji pesa. Elimu inahitaji pesa. Nyongeza ya mshahara ya wafanyikazi wa serikali, hata watumishi kwa wote, inahitaji nini? Hata mwalimu akihitaji nyongeza inahitaji nini? Baba ameahidi kupambana na ufisadi
na tukipambana na ufisadi yote yawezekana. Kwa hivyo nikisema Azimio tuseme nini? Inawezekana. Azimio. Azimio. Nyongeza ya mshahara inawezekana. Ajira kwa vijana. Matibabu bora. Kenya yenye umoja. Hayo yote inawezekana na Rais Raila Amolo Odinga. Sasa munisaidie tukaribishe rais wetu wa 5 Raila Amolo Odinga. Asante. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Kiambu hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Wamama hai! Asanteni sana. Nimeona Kiambu mmefika kwa fujo. Andu wa Kiambu Muriega renge. Asanteni sana. Tumefika. Baba amekuja na kikundi chake. Una furaha? Una furaha? Leo ni siku muhimu sana Kiambu. Leo ni siku ya kihistoria Kiambu. Kwanza naanza kutoa shukrani wa dhati kwa ndugu yangu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Ati leo kwa kirasmi amefungua hii kiwanja ya Kirigiti International Stadium hapo mbeleni kabla hatujafika hapa. Na hii mkutano tunafanya hapa Kirigiti. Na kuna sababu yake ya kufanya huu mkutano wetu wa mwisho ya kampeni katika mkoa wa Kati hapa Kirigiti. Nataka mnisikize kwa makini. Wache vivutela na wache frimbi. Na weka mabango chini. Manake nataka kusema maneno muhimu sana. Nataka vijana, watoto, hata wazee ambao hapa wasikie. Hii Kirigiti Stadium ni stadium ya kihistoria ya taifa letu. Hapa kulifanywa mkutano. Moja ilikuwa mwaka 51 na ingine mwaka 52. Ilikuwa mkutano wa mwisho ya Mzee Kenyatta na vikundi vya KAU kufanywa kabla hali ya hatari haijatangazwa. Hii ikawa ndio mkutano wa mwisho. Baada ya hapo Kenyatta na wenzake
Paul Ngei, Fred Kubai, Kungu Karumba, Jomo Kenyatta, Achieng' Oneko walichotwa kapelekwa Kapenguria, baadaye wakapelekwa kizuizini kwa miaka 9. Hali hatari ikatangazwa siku hiyo. Sasa ilikuwa Afrika hawezi hata kusembea kutoka hapa Kiambu kwenda Ruiru mpaka uwe na passport kama Afrika. Ikawa Afrika wananyanyaswa kidhuluma, watu wengi waliwawa na pigwa na bunduki na serikali ya ukoloni. Waafrika wakaenda msituni wakaanza kupigana mpaka baadaye uhuru wakapatikana. Kabla uhuru hajapatikana, Waafrika walianza kutetea uhuru, mambo ya uhuru katika bunge. Sasa 1959 hali ya tayari ikatolewa. Alafu sasa 1960 wakakubali Waafrika kuunda vyama vya kisiasa. Sasa 1960 viongozi tena wa Afrika walikuja hapa Kirigiti. Hapa Kirigiti wakaanzisha chama inaitwa Kenya African National Union, KANU. Hapa ilibuniwa hapo. Jomo Kenyatta akachaguliwa kama president, Jaramogi Oginga Odinga vice president, Tom Mboya secretary general, Mbulu Malu mweka hazina yani treasurer, Arthur Chwada organizing secretary. Hapo 1960 Kenyatta alichaguliwa kama alikuwa bado yako kwa jela. James Gichuru akawekwa hapo sasa kama mshikilia kiti mpaka Kenyatta achilie uhuru 1960. Sasa kulikuwa na giza mingi zaidi. Kenyatta alipoachiliwa uhuru 1961 wakarudi kwa kiwanja hii kiwanja wakarudi hapa. Ndio wakasema sasa Wakenya Afrika wanataka uhuru yao. Afrika wanataka uhuru yao. Na wakapigania conference ikafanya Lancaster, uhuru ukapatikana 1963. KANU ilikuwa inang'ang'ana na KADU. Kenyatta, Jaramogi, Tom Mboya walikuwa kwa upande ya KANU. Ngala, Muliro na Moi walikuwa kwa KADU. Ngei akawa APP. Lakini KANU ilishinda uchaguzi ikaunda serikali. Kenyatta kwanza alikuwa prime minister, waziri mkuu. Baadaye tulipata jamhuri, Kenyatta akawa the first president of the Republic of Kenya. Jaramogi Oginga Odinga the first vice president of the Republic of Kenya. Tulikuwa namna hii. Kenyatta na Jaramogi walikuwa kama chata na pende, kama chanda na pete. Wakati huo uhuru kapatikana. Sasa ndio sababu kila mara mimi nasema uhuru ni ndugu yangu, kwa sababu Jaramogi na Kenyatta walikuwa wandugu. Sasa Jomo Kenyatta alizaliwa Kenyatta mwana wa Muigai. Muigai hata hakuona baba yake. Yeye alilewa kama mtoto yatima. Baadaye akaanza kufanya kazi kwa City Council. Kazi yake ilikuwa ni kwenda kusoma mita ya maji. Mtima maji ngapi, alafu unapewa bili ya kulipa hiyo. Hiyo ndio ilikuwa ni kazi ya Kenyatta. Hiyo ni dynasty. Hiyo ni dynasty. Hiyo ni dynasty. Babu yangu Odinga wa Raila vile vile alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ana ng'ombe tu kidogo namna hii na mbuzi yake. Hata kulipa karo ya Jaramogi alikuwa hawezi kulipa. Kerry Francis ndiye alipatia Jaramogi
kazi katika shule afanye, ndio alipe ile karo yake ya shule. Hiyo ni dynasty. Hiyo ni dynasty. Baba Uhuru ako dynasty, baba yangu ako dynasty. Walikuwa wananchi wa kawaida, walikuwa mafukara, sio? Lakini waliamua kupigania uhuru wa taifa letu ili Kenya iwe huru. Hiyo ndio ilikuwa, sio? Waliposhika hatamu ya utawala, Kenya ikaanza kuendelea kimaendeleo. Uchumi wa Kenya ilikuwa inaendelea vizuri sana mpaka baadaye Kenyatta alipofariki. Mwingine akachukua, mambo ikaanza kuenda chini. Mambo ya biashara ikaanza kufifia. Ufukara ikarudi katika taifa letu. Sasa ni kule tumetoka katika shimo hiyo. Tuliposhinda uchaguzi 2002, mimi na Kibaki, manake nilisema Kibaki tosha, tukaanza kufufusha uchumi wetu hapa. Jamaa walikuwa hawataki kuacha. Mimi nilisema, walikuwa nasema ngine ni porojo, ndio Raila hataki wa Kikuyu. Sasa ile nilisema Kibaki tosha, sikijua ni Kibaki ni Kikuyu. Sikijua yeye ni Kikuyu. Silijua. Lakini nisema Mkikuyu ni Mkenya, anaweza kuongoza, sivyo? Sasa tukaanza kufufusha uchumi vile ninavyojua. Lakini baadaye mnajua yale yalifanyika 2013, mambo yakaja kwa vile imekuwa. Uhuru alikuwa ameshikwa koo, hawezi kupumua. Nataka wizara hii, nataka hii, kandarasi hii. Wanatoboa na kupora mali. Ndio sababu baada ya uchaguzi wa 2017, Uhuru akaniita tuongee. Tukaongea kwa kirefu zaidi. Nikamwambia mimi sio lazima niwe rais ya Kenya. Kama mambo yanaenda vizuri, mimi naweza kukaa tu kando. Akaniambia mimi jamaa wamenikata koo hapa, siwezi kuendesha mambo, manake mambo ya ufisadi iko mingi sana kwa serikali. Unisaidie. Nikamwambia ndugu yangu, ni sasa nimekuelewa. Nilikuwa sijaelewa kama wewe ulikuwa umeweka mabusu namna hiyo. Alikuwa ameweka namna hiyo kusema ngwe. Tunaleta ile nini inaitwa ile vote ya nini impeachment dhidi yako. Ngwe tunaleta impeachment. Nikamwambia basi mimi nitashikilia pande hii ili upumue uweze kufanya kazi yako. Nikamwambia ndugu yangu, sasa nimeelewa shida ambayo uko naye. Sasa mimi nataka kuhakikisha wewe kwamba kipindi hiki mimi sitasumbua wewe katika serikali. Sisi tutakufanyia wewe advice ili wewe uweze kutekeleza wajibu yako kwa Wakenya. Usije wewe umekuwa rais kwa miaka 10 na Wakenya wanasema jamaa alikaa pale na kuna kitu alifanya. Fanya vitendo vya maana ambayo watu wako wanaweza kukumbuka wewe nayo. Sasa unaweza kuona tofauti kati ya ile wakati ile kipindi ile na kipindi hiki. Hii kiwanja ya Kirigiti simejengwa. Simuona mabarabara ambazo zimejengwa eneo hii yote. Barabara ya Mau zile simeona.
Miradi ya maji simeona, bwawa ya maji simeona, stima simeona. Hiyo yote imefanyika katika kipindi hiki ya pili ya uhuru baada ya handshake kufanyika. Jamaa anasema atio tulifanya hii na hii kabla handshake, lakini handshake ilipokuja tulikuwa sasa hakuna kazi ya kufanya. Alikuwa na ruka hapa na pale, anaenda kanisa ile kutoa pesa ni namna hii, lakini kazi ya ofisi alikuwa hafanyi. Kazi ya ofisi hafanywi kwa randaranda. Mimi nimekuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya, nilikuwa nafanya kazi kwa ofisi, na nikienda pale naangalia miradi vile inaendelea, sio kupenya porojo kusema Uhuru miaka 5, Uhuru 10, alafu yangu 10. Yako 10 itakuja, lakini fanya kazi kwanza. Uwezi kukampeni miaka 4 kila miaka 4. Hapana, nchi haiwezi kuendelea mbele kama baada ya uchaguzi namna hii umeanza kukampeni kwa ile nyingine. Hapana, unakaa kimya kwanza mpaka ungoje kazi ifanyike. Mimi nilisubiri mpaka mwisho wa mwaka jana, mwezi Desemba, ndio mimi nikasema mimi nimesaongea na Wakenya na wamesema niendelee mbele. Sivyo? Wanasema ati BBI ilizuia serikali kufanya kazi. Mimi nauliza, BBI ilizuia serikali kufanya kazi? Ile jopo kazi tuliweka ya watu wa 7, watu wa 11, sorry, walikuwa wanazunguru endelea tu, wanakuja Kiambu hapa, wanakwenda kwa hall, wanakaa na watu, wanazungumza watu maswali hapa na pale. Walizuia serikali kufanya kazi yake namna gani? Kusema BBI ilizuia serikali kufanya kazi yake namna gani? Porojo tupu, domokaya. BBI iliuliza Wakenya, mnataka tubadilishe utawala yetu namna gani? Wakenya wakatoa pendekezo. Kwa mfano wakasema, sisi tunataka kwanza tuzidishe constituencies, kwa sababu idadi ya watu imekuwa mingi zaidi. Wakasema 1 man 1 vote 1 shilling. Sivyo? Ili iwe kuna usawa kwa ugavi ya rasilimali wetu, ama sivyo? 1 man 1 vote. Na mimi sijabadilisha haya. Nani walipinga? Si wale walipinga. Sasa sisi tulisema kama umepinga basi kaeni. Lakini sisi tunasema ati tunataka kuona kama kuna usawa kwa ugavi ya rasilimali wetu ya Kenya. Lakini BBI haikuzuia serikali kufanya kazi yake. Sawa? Sasa leo tumekuja hapa Kiambu. Tumekuja kuambia watu wa Kiambu ya kwamba uchaguzi wa tarehe 9 wiki ijayo ni tofauti sana na uchaguzi zingine. Sio 2017, sio 2013, sio 2007. Hii uchaguzi kama ile ya 1963 na 202. Ile nyingine ilileta uhuru, hii ya pili ilizaa katiba mpya. Hii ya 3 ni sasa ya ukombozi ya uchumi ya Wakenya. The economic liberation of Kenya. Economic liberation of Kenya ya vijana na kina mama. Maana yake sisi kama Wakenya tuko na adui 4 wakubwa: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi.
Hawa ndio adui ya Wakenya. Tukishika hawa adui, tutaendelea. Yale watatu, ugonjwa, ujinga na umaskini, tunaweza tu kuua kama tumemaliza ugonjwa wa 4 ambao unaitwa ufisadi. Ufisadi inatoa rasilimali kwa mfuko ya serikali, inaweka mfuko ya watu binafsi. Kwa hivyo maendeleo hayawezi kufanyika. Kila mwaka hazina yetu inavuja shilingi bilioni 700, 700 billion shillings inaibwa na hao watu. 700 billion shillings. Wewe chukua mfano. Running mate Kangambo ile nyingine anaitwa Rigathi nani? Rigathi Gachagua. Yeye mwenyewe ndani ya miaka miwili imepatikana kwamba shilingi bilioni 13 zimepita kwa akaunti yake. 13 billion shillings imepita kwa akaunti yake. Ametoa wapi? Ana biashara aina gani? Umesikia biashara ya Bwana Gachagua? Umesikia biashara yake? Ati mimi nafanya biashara gani? Magendo. Kuiba pesa ya serikali, sio? Juzi akaunti yake ilikuwa frozen, milioni 200 ambayo walipata ndani yake. Akashtakiwa, ushahidi ikatolewa katika mahakama, ikapatikana hiyo pesa ilikuwa si yake. Mahakama ikaamua hiyo pesa irudi kwa hazina ya serikali. Hiyo sehemu hizi mwizi apelekwe wapi? Hawa ni watu ambao hawastahili kukubaliwa ati wanawania viti ya urais wa taifa la Kenya. Aibu kubwa. Bwana Chebukati inafaa jamaa aondolewe kwenye orodha ya kuwania kiti mpaka mambo yake ikwishe, apelekwe kamiti. Maana yake tayari amepatikana guilty as charged ati yeye aliiba shilingi milioni 200, na yule bosi yake ameiza karibu taifa mzima. Bosi yake wanaongea maneno papa. Hata yeye ukipata yeye sahili, ukipata yeye kama yeye yako na bibi yako kwa kitanda, anasema hapana, hiyo hajafanya. Hello. Kwa hivyo uchaguzi wa wiki ijayo, Jumanne ijayo, ni uchaguzi baina ya haki na urongo, baina ya wezi na watu ambao ni halali. Sawa? Jina ya wizi ni watu halali. Sasa yani baada ya right and wrong. Sawa? Mpaka wewe uamue. Nchi yetu imefika katika njia panda. Kwa kimombo inaitwa the crossroads. Mpaka tuamue tutaenda kushoto au kulia. Usiwe kama yule jamaa. Tendawili. Alifuata akinusa. Akachanganyika. Mwisho akapasuka msanda. Nani huyo? Mmeshindwa. Mnipate mji basi.
pate mji Kiambu, nichukue Kiambu na Nairobi. Hiyo ni fisi. Unajua fisi? Fisi alikuwa anafuata nyayo ya swara. Ananusa harufu, anafuata. Ananusa harufu, anafuata. Akafuata, akafika mahali, akapata kama njia nyayo zimepanda. Zingine zimeenda kulia, zingine zimeenda kushoto. Sasa kinusa pande hii, anasikia harufu. Kinusa pande hii, anasikia harufu. Akashindwa aende kushoto au kulia. Akaanza kwenda namna hii. Namna hii. Akapasuka msanda. Sasa sisi hatutaki nyinyi mkwe kama fisi. Mpaka uamue kama wewe unataka kupiga kura kwa haki na ukweli na maendeleo au unataka kupiga haki kwa ufisadi. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Hiyo ndio sababu tumesema tunataka wananchi wetu wote wakubali kuungana na sisi kwa hii mwenendo. Bana itwa Rauka Firimbi Movement. Rauka. 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 Hello. Iko Firimbi mara mbili. Wacha kupiga kwanza. Wacha kupiga kwanza. Wacha tuelewane. Iko mara mbili. Iko ile ya kupiga alfajiri ya kuamsha watu. Rauka twende kupiga kura. Kuna ile nyingine ni ya asante. Hata I love you too. Kuna ile nyingine ya kufukuza wezi. Ya kufukuza wezi. Kilio iko tofauti. Tafadhali ngojeni kidogo. Ile ya kufukuza wezi iko namna hii. Inaitwa Rauka Firimbi Movement. Iko namna hii. Kiambu, Kiambu wewe, wataongea waacha wewe. Niki, othe nimekwa,
Nimekwaria sasa. Kiambu oye! Bango chini tafadhali. Ngoja kwanza. Weka mabango chini. Weka mabango chini. Kuna viongozi ambao watazungumza na baba atarudi hapa alafu atafunga mkutano. Sasa tuko pamoja. Kwa hivyo nasema tuwe watulivu, tupeane nafasi kwa viongozi. Tuko sawa? Toe hamwe. Ndemwirire gike githurano nikihotana neguo. Nikio mena uhoro wa moragani nigetha mone sympathy neguo. Toe hamwe. Sasa nataka kwa hii amu ya pili ni mualike Junet Mohamed mheshimiwa azungumze. Alafu aleta watu. Aya. Kiambu oye! Kiambu oye! Wangapi wamefurahi kusikia sauti ya baba? Nione kwa mkono. Haya, naomba tuweke vuvuzela sasa chini ili tusikizane. Naomba tuweke vuvuzela chini. Naomba tuweke vuvuzela ili niwalike wenzangu. Lakini ya kwanza nataka kusema hivi. Tumefanya uchunguzi. Tumefanya utafiti. Tumeangalia kwa makini kwa nini William Ruto amechukua Rigathi Gachagua kama running mate yake. Uchunguzi yetu na utafiti yetu imetoa namna hii, na nimekuja leo Kirigiti ile nitangaze hiyo ya kwamba Ruto amechukua Rigathi Gachagua kwa sababu anajua baada ya uchaguzi Rigathi Gachagua atafungwa miaka 30. Miaka ngapi? Miaka ngapi? Kwa sababu ya kuiba mali ya wananchi. Sasa huyu William hana mpango na Rigathi. Amechukua criminal na suspect ambaye anajua anaenda kukaa kwa jela. Sasa hiyo ni mpango ya maana. Jambo la pili na ya mwisho, nataka kuambia William Ruto nikiwa hapa Kiambu. Bwana Ruto, usitishe watu. Usitishe watu. Wewe ni mtu mdogo sana hapa Kenya. Na imebaki siku 5 peke yake ukuwe raia mwema hapa Kenya. Na hiyo ofisi yako ichukuliwe na Mama Martha Karua. Sasa enda polepole. Hapana lete ujeuri, hapana piga kifua, hapana lete mambo mingi. Maliza uende polepole. Maliza ende wapi? Maliza ende wapi? Ya mwisho, mimi nimesikia juzi Rigathi akisema ya kwamba ati kuna wengine wanataka kuua wengine, sijui wanataka kufanya nini. Mimi nataka kuambia Rigathi Gachagua ya kwamba sisi Azimio na watu wetu wote hawana sifa ya mauaji. Wale wako na sifa ya mauaji wanajulikana. Wale wamechoma watu kwa kanisa wanajulikana. Tumeelewana? Mimi nataka kuambia Rigathi aulize bosi yake, nani ameua mtu naitwa Yebei? Nani ameua mtu naitwa Kelei? Nani ameua Musando? Nani ameua Jacob Juma? Hiyo list ni ndefu. Siku ile watajibu hiyo, ndio tutajua hao ni watu kusema kweli. Zina namna hiyo. Wacha nialike Babu Owino kuja hapa. Vijana ria, vijana ra, wazee tibim, vijana tialala, warembo ha, wamama mnge. We ni mama kijana unapiga mnge. Asante sana. Tushaweka 1+1 na tunaona raundi hii Raila atapata kura 8.5 million votes. Na hii ndio mara ya mwisho Raila kukuja hapa kama raia. Raila atarudi hapa kama rais wa Kenya. Raila atarudi hapa kama Commander in Chief of the Defense Forces. Raila atarudi hapa kama Commander in Chief of the Armed Forces.
Na Raila atarudi hapa kama commander in chief of the unarmed citizens. Na Raila akirudi atarudi kama amejibeba. Atarudi kama amebeba free secondary education. Atarudi kama amebeba free university education. Atarudi kama amebeba shilingi 6,000 kwa kila kijana na mama. Na atarudi kama amebeba free health care. La pili, huyu Ruto ni nani? Huyu Ruto ni nani? Huyu Ruto anadharau mtoto wenyu hapa. Ruto anadharau Uhuru ambaye alimake naibu wa rais. Na huyu Ruto ajue Uhuru ndiye alimweka deputy president. Na huyu Ruto ajue Uhuru sio girlfriend wake. Rigathi ndiye girlfriend wake. Yani Wakenya ni waulize, Wajakoya deputy wake ni mwanamke. Mwaure deputy wake ni mwanamke. Na baba deputy wake ni Martha Karua. Yani Ruto aliangalia Kenya nzima, akaona Rigathi ndiye mrembo zaidi. Vijana ria, vijana ra, vijana tibim, vijana tialala. Warembo haya. Wamama la mwisho. Hii ndoa ya Raila na Karua itararua watu. Ukiona umaskini, rarua. Ukiona Ruto, ukiona Rigathi, ukiona unemployment. Asanteni. Haya, asante sana. Sasa nataka kumwalika Waziri Peter Munya, waziri wa kilimo, yuko hapa, wacha wasalimie. Thank you. Naona gavana pia amefika. President amemaliza kupeana cheti za umiliki ardhi kule. Yeye anaendelea na unduma, hata siku zake za mwisho ni kazi tu. Sasa mimi sina mengi. Rais wa 5 wa Kenya ni nani? Ni nani tena? Hiyo tunaishuhudia na tunashuhudia historia ikitengenezwa. Pia tuwe na mama wa kwanza deputy president wa Kenya. Raila amefanya kazi miaka mingi na Mungu sasa ameletea wakati wake watusaidia kupeleka Kenya mbele. Sisi tutakuwa hapo kumsaidia kwa kilimo, na amesema kilimo ni uti wa mgongo wa Kenya, na jitihada zake itakuwa ya kubadilisha kilimo ndio ichangie kubadilisha uchumi ule mwingine wa Kenya. Tunaelewana? Na tumeanza mambo ya unga, tukalipa watu, lakini wanaficha unga ndio wause bandaye pesa mingi. Nito kunyita au maraidha motu wote, nito tutawaweka ndani wote, kwa sababu serikali imechangia na imelipa. Kwa nini usipate unga kwa 100 na serikali imelipa? Kuna wale wanapata hapa Kiambu, kuna wanapata hiyo 100. Hakuna. Mimi nitatembea huko kuona ni wapi, na tutashika wengine, tutaweka wengine ndani. Hakuna mchezo na mali ya serikali. Shinda ya Kenya ndio hiyo. Ukipatiwa nafasi kidogo ya fanyia wananchi kazi, unafikiri nafasi ya kupora. Kama hao waporaji ambao wako mbele sasa hivi wanataka kutuongoza. Mtu anatoka taa moja ya bunge, maskini, unasikia ni multibilionea. Unauliza kwani hata kama watch kwake nyumbani ni mali ya umma anapora. Tumebadilisha kilimo hapa kidogo, mambo ya kahawa, mambo ya chai, na tutaendelea zaidi mkitupatia nafasi kwa kutupatia kura hiyo ya tarehe 9. Hiyo hatua tutapiga zaidi, kilimo ibadilike, Wakenya wapate chakula. Na baba Raila amesema
gharama ya kulima, kwa sababu hiyo ndio changamoto kubwa, ataiteremsha chini. Mambo ya mbolea, mambo ya mbegu, mambo ya chemicals zile zinatumika, hizo zote atateremsha. Ateremshe, mkulima aweze kulima, apate chakula na apate pesa kwa mfuko. Hiyo harakati yote imepangwa, ile inabaki ni nyinyi tu kupiga kura tarehe. Nione kwa mikono wale watamalizia hiyo kazi. Asanteni sana Kiambu. Haya Kiambu naona baridi iko kali hapa, tafadhali tufupishe, baridi ni kali kabisa. Nataka kuita Gavana Hassan Ali Joho, Gavana wa Mombasa. Haya. Kiambu mambo. Mimi nataka tuache vuvuzela sekunde 0. Na niwaeleze kuanzia pale Junet amewacha. Lakini nataka niwaulize watu wa Kiambu. Baada ya hayati Jomo Kenyatta, Mwenyezi Mungu kumchukua mbele ya haki, Moi alipoingia, mulingoja miaka mingapi mpate serikali nyingine? Miaka mingapi? 24 years Nataka niwaulize, mnajua kwamba vile Ruto amepanga, lao akiingia hii serikali, nyinyi watu wa mlima mtangoja miaka 50? Mnajua hivyo? Mnajua hivyo? Na nitawaambia mimi ni kwa nini. Kwa sababu Ruto amejipanga. Jambo la kwanza aliyofanya, alichukua mhalifu kama naibu wake. Ndio maana akiingia katika serikali na hawezi ingia, mpango yake ilikuwa ni Gachagua afungwe, alafu achague mtu mwingine ambaye anayetaka na hatoki hapa mlimani, mjue hiyo. Na alikuwa amepanga kubadilisha katiba, akae hapo, akae. Nyi mungekubali hiyo? Mimi nataka niseme hapa mchana na ieleweke. Baba na William Ruto ni kama usiku na mchana. Na mimi nataka nichangie vile ndugu yangu Juneta ameanza hapa. Waswahili wanasema mgala muue, lakini haki yake mpatie. Mimi nasema mchana hapa ndani ya Kirigiti Stadium, William Ruto ako na sifa zake na baba ako na sifa zake, sivyo? Wewe William Ruto ama huyo mnamjua, ako na sifa ya mauaji ya mahana, ako na sifa ya kuchoma makanisa mahana, ya uwizi wa mahindi anayo mahana, ya fertilizer anayo mahana, ya maji anayo mahana, ya ufisadi anayo mahana. William Ruto hata sifa ya kuiba bibi za watu anayo. Tumeelewana mpaka hapo? Nauliza wana Kiambu, mumewahi kusikia sifa ya baba amechukua shamba ya mtu? Umewahi kusikia baba amechukua mahindi ya mtu? Ama fertilizer ya mtu? Ama ufisadi? Umewahi kusikia? Waswahili wamesema mgala muweni. Sifa ya baba ni kuweka ahadi. Jambo la kwanza, si baba alisema ataleta katiba mpya? Alileta akuleta. Alisema ataleta ugatuzi? Alileta akuleta. Na mimi nataka niwaambie, mimi nimeona William Ruto na Rigathi Gachagua wakisema ati Raila amesumbua Kibaki. It is Raila single-handedly that supported Kibaki wakati alikuwa katika ajali mwaka wa 2002. It is Raila Odinga who drove Kibaki to the hospital kuanzia kwa aksidenti mpaka kupata matibabu. Ndio akashikana na kina Martha Karua na kina Mukisa Kitui, wakapigia kura, Kibaki akakuwa rais. Hivyo huyu William Ruto si pia yeye alipinga Kibaki? Mnasahau? Si William Ruto pia alipinga Kibaki? Hiyo election saa hiyo baba na Martha Karua wakiwa katika hiyo
Kibaki tosha. Where was William Ruto? Si alikuwa opposition akipinga Kibaki, sivyo? Kwa hivyo nimekuja kuambia watu wa Kiambu, mkitaka kurudi upinzani wa kudumu, basi shikaneni na Ruto. Mkitaka serikali baada ya baba ije kwangu alafu rudi kwenu, pigieni Raila Odinga. Tumeelewana hapo? Tumeelewana? Mkitaka serikali baadaye rudi huku, pigieni baba alafu mimi alafu wengine. Mungu awabariki. Haya, asante sana gavana. Sasa Mheshimiwa Sabina Chege kutoka Murang'a. Haya DJ. Kiambu hai. Nikisema Azimio nasema inawezekana. Azimio. Goko ne Kiambu. Yani ni mwendete Azimio guo. Reke ibũrũri wothe wa Kenya wone Kiambu ni mwendete Azimio. Leo ni leo, msema kesho ni baba anaweza hawezi. Baba anaweza hawezi. Martha Karua anaweza hawezi. Ni mwendete Martha. Ate inywe ni nywe mwerirwo mumene mwana wanyu. Ni nywe mwerirwo mumene mwana wanyu. Huyo mtu alikuja hapa Kiambu akawaonyesha ati Uhuru ni mtoto mbaya. Lakini mumeambiwa na baba hapa yale yalimpata saa zile alianza kufanya uongozi na huyo mtu mwingine. Dada komwera tuatigia thiko nini mono, siku ni chache sana. Na mimi nataka kuwaomba kwa heshima. Tunataka kusema shetani ashi. Shetani ashi. Tukomera terere. Uhuru ne wito. Wito gweciarera. Wagoshuha nake Kirinyaga no giakane mwaki. Neguo andu a Kiambu ne gwetekera mashuhe na Uhuru. Ndenda turuteire wera mwega. Ne muona kiharo guthakara. Ndenda rutete wera mwega. Ni ndenda kumuhoya na kwenyihia kunene muno. Mwikuyu giro na hitindire yare ya mwana. Neguo andu aitu. Nataka tarehe 9 mwezi wa 8 nimugokira tene. Nimugokira tene. Tuge rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ni Raila Amolo. Nataka Wakenya wote waone rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ni Raila Amolo. Eyo niyo Kiambu declaration. Ate nimukanyiterera baba. Acio ange nitukonia nitugacemania nao kuria mbere neguo. Na matigatwenderie guoya. Nimesikia wameenda kule Eldoret. Wanaanza kutisha watu wetu kule. Mimi nataka kusema Azimio la umoja tunaleta Wakenya wote pamoja. Na wasilete vitisho, wasilete makasiriko. Mungu amefungua njia. Na wakati huu ni wakati wa Raila Amolo. Hebu mnionyeshe kura za Raila Amolo Odinga. Mungu awabariki sana. Haya, sasa ni Daktari Mukhiza Kitui. Samoei Ruto rafiki zake akina nani, alipotaja majina yao ilikuwa aibu kubwa. Mbele yake Rigathi Gachagua, nyuma yake kijana Sudi, Ruto katikati, Wetangula upande, na Katiti Mazi kanashangilia. Wananchi wa Kiambu mjambo. Vile kiongozi wetu Baba the Fifth alisema, tumekuja pahala pa historia. Kirigiti kwa historia ya wazalendo wa Kenya ni pahala pa watu wenye uwezo na watu hawawezi kutishwa. Babu zenu waliuawa ili tupate uhuru. Hakuna mzungu aliwatisha. Mzungu akiwatisha ulisema una makende 3 au 2. Kwa nini wachukuu wao waanze kutishwa sasa? Mimi niwaeleze kitu kimoja. Kuna daktari mitishamba anaweza kuja kwako na mafuta, anasema hii ni mafuta ya nyoka. Anasema hii mafuta
itakupatia utajiri. Hii mafuta itafanya shamba lako liguze mimea mizuri. Hii mafuta itakusaidia kama mwanaume, ati nguvu za wanaume. Lakini ukimwona mwenyewe maskini, jiadari na daktari wanaitwa snake oil salesmen. Wakudanganya, wanaida kila kitu. The big challenge for Kenya today is not how many promises we can make, but who has the ability to deliver on their promise. Kila rais yenye anakuja katika taifa hili atahitaji wazalendo wa nchi zingine kuwekeza hapa. Hakuna mtu ataleta pesa zake kwa nchi inaporewa na viongozi. Kama mtu anatafuta commission kwa kila kitu, hawezi kuwafanya hata wageni wakaleta pesa Kenya. Wenye wako watatoroka. Think about your children. Na familia ya Mkikuyu mkumbuke heshima yenu Kenya. Mumekuwa watu wa kufanya kazi sana. Hamujatajirika kwa sababu ya kupewa zawadi na mtu. Economy ya gift haiwezi kuendelesha nchi. You look for a leadership that will create opportunity for you and your children to earn from your sweat, not a thief who cheats you that will give you free money. Asanteni sana. Haya, sasa nataka tufupishe. Nataka kuita Suleiman Chabal dakika moja tu. Gavana anataka kuongea. Dakika moja. Kirigiti hoye! Kirigiti hoye! Mimi natoka Mombasa. Na watu wa Mombasa na pwani nzima tumeamua tuko 100% na baba. Na Wakikuyu kutoka Coast Province pia wako na baba. Na sisi tunashikana na baba kwa sababu tunajua maendeleo ya nchi yatatoka hapa. Maendeleo ya nyumba yatatoka hapa. Na kuna moja nataka kumalizia. Sisi hapa viongozi wa Azimio hatutishwi na mtu, lakini tunataka hao wapinzani wetu waache siasa hii mbaya ya kutisha watu. Kama Uhuru alitaka kumaliza, atangoja wiki ya mwisho. Lakini wakileta siasa kama hii, wanaanza kuongeza political temperature kwa nchi. Wanaanza kutia watu wasiwasi. Wawache siasa mbaya. Wawache siasa mbaya. Asante sana. Sasa sisi tumeamua tena tuko pamoja na baba. Kebu nione mkono wa baba hapa. Nione mkono wa baba hapa. Nione mkono wa baba hapa. Asanteni, mubarikiwe. Kwa niaba ya walemavu dakika moja tafadhali. Niko na haraka. Watu wa Kiambu hoye! Watu wa Kiambu hoye! Asanteni sana. Mimi nataka kuintroduce kwa chairman wenyu wa hapa Kiambu mwenye atasimamia kula za walemavu. Make sure hao walemavu wote wako hapa. Tuko na 150 PWDs hapa Kiambu. Ndio huyo anaitwa Eliud Getao. Make sure kula zote 150,000 ya walemavu mwone huyu kijana. Alafu nataka kuintroduce ujumbe yangu tafadhali ya PWD leadership. Muthoni Kiharas mama, huyo ndio national chairman wa walemavu Azimio. Wakili wa Rongo Mwangi, Gwenje, Stafford Ochieng, simameni tafadhali. So mimi nawaambia watu wa Kiambu, request yangu ni hii kwenyu. Siku moja mjitolee, siku ya mwisho tarehe 9, msaidie walemavu wote, twende tuwapeleke wa vote tafadhali. Asante sana. Na mkumbuke kitu ya mwisho. Walemavu siku hizi wanabebwa na gunia hapa Kiambu. Mnajua ni kwa nini? Ule mtu mlichaguliwa ametoka hapa Mwaura. So mjue Mwaura ndiye amedhulumu wale walemavu mnaona wakibebwa hapa na gunia town. Hiyo mambo tumemaliza na tumesema tusaidie walemavu waingie kwa voting. Asante. Haya, nataka sasa David Osiai na Chairman Ngatia waje wasalimie dakika moja, tuite gavana dakika moja peke yake. Aduma Kiambu muriega regi Ngai nĩ wega endo ciothe. Walisema kwamba Kenya haitoweza kuwa na naibu rais mwanamke, lakini sisi
tukasema inawezekana. Wakasema hatuwezi pata ajira kwa vijana na kufungua viwanda, lakini sisi tukasema inawezekana. Wakasema hatuwezi kuwa na afya bora ya kujali akina mama na watoto, kisha sisi tukasema inawezekana. Inawezekana. Sasa kwa dakika 2 mimi ninasema jambo, nyinyi mwaniambia baba. Mnasema nini? Mnasema nini? Tarehe 9 kila mtu, akina mama Uwanjiko, Uamboi, Kirinyaga, Kiambu, Murang'a na Nyeri, hata kule, kila mtu, hata boyfriend, hata girlfriend, sema baba. Chairman Chamber of Commerce, Mheshimiwa Ngatia. Adwake Abu Murega Rege, vijana power, comrades power, atumia Murega nderegio muno. Ithuĩ nĩ tũrarĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Bukungu, tũrathiĩ kũndũ gwĩtagwo Naroko, na tũrathiĩ kũndũ gwĩtagwo Mombatha, ona kũrĩa kũngĩ nothe marauga nĩ baba. Kiambu je, munasema ni nani? Munasema ni nani? Haya, baba amesema viwanda hapa Kiambu vitaimarika, sababu ukisema biashara ni viwanda, ukisema kazi ni viwanda, ukisema biashara ni viwanda. Basi baba ataenda State House. Baba wapi? Baba wapi? Masa wapi? Asante, nirejeo muno gea murathime. Haya, Kiambu oye! Gavana wa Kiambu Mheshimiwa James Nyoro iko hapa. Haya. Kiambu oye! Kiambu teka yogo. Kiambu. Hey! Tagaidiai! Kiambu. Asante. Kiambu mko. Mumeona baba. Pamoja na mama. Hebu wasalimie. Asanteni sana. Aterere andũ a Kiambu. Nderwo aterere nĩ mũnene. Ndĩmũgeithie. Nĩmũgeithĩka? Tageithĩkai ũguo. Tumekuwa na rais wetu. Hebu tusikizane kidogo. Tumekuwa na rais wetu. Tumepeana title huko Ndeia, na title zile tumepeana Kiambu ni 350. Na tumesema hivi, mkituchagua, mchague serikali ya baba na mother. Ikifika December tutaleta another 50,000 titles. Sawa. Tuko pamoja. Nataka viongozi wale candidates wa Kiambu wote hapa. Candidates wote wa Kiambu, haraka. Hii ni team finish. Hii ni team finish. Sasa. Mnaona team finish? Hawa watu, hebu tusikizane watu ya Kiambu. Jambo ni hili. Hebu tusikizane. Goja kidogo. Weka hii mbapamba chini. Goja tafadhali. Goja kidogo. Nataka mfanye namna hii.
na munisikie, mufanye namna hii. Tumekubaliana tarehe 9 ni baba, sema baba, ni baba na mother. Tumekubaliana, alafu tumekubaliana kuwa hapa Kiambu ni Jules Jomo. Jules Jomo. Jules Jomo. Tumekubaliana Lemuru ni Bazu Mwadhi. Tumekubaliana huko Roiro ni Asa Gathoko. Nione nikisema mnanionyesha. Tumekubaliana Gatondo ni Joyce Goge. Tumekubaliana huko Gatondo North ni Wajiko Kive. Tumekubaliana huko Kiambaa ni Dama Msupa. Tumekubaliana huko Juja ni Alois Kenyajui. Tumekubaliana huko Kabete ni Mwalimu Mwadhi. Tumekubaliana Kikuyu ni Wen Wajiko. Tumekubaliana timu yote. Tumekubaliana huko Thika Mheshimiwa Gakuyo. Hebu pigani makofi ya MCA wetu. Piga makofi. Asante. Tumekubaliana. Gojeni. Tumekubaliana. Goja. Tumekubaliana. Seneta wetu ni George Mara. Tumekubaliana. Women rep wetu ni Madam Chalia. Tumekubaliana MCA wetu. Tumekubaliana tuko na candidate wetu wa ODM anaitwa Redia. Sawa. Sasa hebu tufanye namna hiyo. Hii ndio timu. Fanya namna hii kwa timu. Fanya namna hii. Asanteni sana. Sasa wacha niseme mambo mawili tumalize. Poa kidogo. Hello. Shaimbembe. Nataka mkime kidogo. Kuna kitu go back please. Please, go back. Kuna hawa wawili walikuwa ni candidates kule Ruiru. Huyu wa Jubilee, huyu ni ODM. Huyu wa ODM sasa tumemaliza, amwachie huyu wa Jubilee. Amekubali. Wasalimieni hapa. Nataka wasalimie mbele. Sawa. Na watafanya pamoja. Mimi nataka azimio.
Sasa, mother, let's go. Limuru, where's Limuru one? Where's the candidate for Limuru? Yeah, that's you. Who are you? Goja. Wapi Kiambu? Wapi? Hello. Hawa ni Kiambu. Huyu ni Jubilee. Jude Jomo huyu na huyu ni na Kenya. Alikuwa anaonea hapo Kiambu. So huyu amekubali ku step down kwa huyu. Huyu tunaenda naye Nairobi. Lakini sasa yeye atasaidia Jude Jomo kufanya kampeni pamoja. Sasa Halo, baba amesema mbele yenu yote ananipeleka Nairobi tukafanya kazi Nairobi. Mbele ya nyinyi yote. Sasa. Yale mimi nataka Kiambu iwe ngome ya Azimio. Sawa? Sitaki madoadoa hapa chini. Ndio vizuri? Nataka nikisema semani Azimio, MCA, MP, Woman Rep, Senator, Governor, President. Asante sana. Haya. Goja. DJ. Sasa, nataka tumalize watu yake. Amdea tolekia neguo. Akaitorea baba makofi. Piginia baba makofi. Sasa, mimi nataka kusema jambo la mwisho. Tafadhali watu ya Kiambu. Mnajua, Kiambu imekuwa mahali ya kufanya declaration. Tangu wakati wa emergency mpaka wakati wa mzee Kenyatta, mpaka wakati wa Mwai Kibaki, mpaka wakati wa Uhuru. Mimi nataka tukubaliane. Leo tumefanya declaration at the 5th President of the Republic of Kenya atakuwa ni Baba Raila Amolo Odinga. Wale wanasema ni dio. Alafu si mnajua huyu ndio deputy governor wangu. Mpigieni makofi. Asanteni sana watu ya Kiambu, lakini muririkane neguo. Tekayoguo. Ogwo. Tuge Nyoro. Tano. Fresh. Mungu awabariki.